Nimezoea kusema niko sawa. Namuomba manager. Halo. Dada njoo nyumbani haraka. Baba amezidiwa. Kuna maumivu yasiyoonekana behind the smile, nyuma ya tabasamu. Ukiona na tabasamu usidhani nimepona, behind the smile bado naumia. Ni sawa kulipiza kisasi kwa mtu ambaye amekukosea kama ukiona kabisa ni njia pekee ya wewe kuweza kubaki salama ama kuwa na amani kwenye moyo wako. Lakini alichokifanya Adrian ni kibaya sana tena sana. Au wewe unaonaje? Kweli anaenda kulipiza kisasi kwenye familia ambayo ni ya kimaskini, tuseme hajafahamu au vipi? Na hapa kosa ni la nani? Kosa la Adrian au ni kosa ni la Sandra kuweza kuchana nyaraka? Nani alianza? Mara ya kwanza alitaka kumgonga mdogo wake, mara ya pili alitaka kumgonga yeye mwenyewe na akamfokea kweli kweli. Sandra akaona huu vivo siwezi, lazima nilipize kisasi. Na yeye Adrian akatumia pesa zake na sasa alilipiza kisasi. Sandra hana kazi. Bado pia Ana yupo kwenye matatizo makubwa sana kutokana na ujauzito aliyokuwa nao. Mzee wake na Sandra yupo katika hali mbaya sana, amezidiwa. Hali itakuwaje? Nikwambie karibu sana sana tena sana, na kuomba sana subscribe YouTube channel @the link ili mradi uweze kupata kila kitu ambacho tunaachia hapa. Tutakuwa tunafanya recap mbalimbali za movies, pia tutakuwa na post stories za kweli ambazo zimetokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. So nakuomba tumie sekunde chache kwa ajili ya kusubscribe ili mradi mambo yaweze kwenda poa zaidi. Leo tuko na behind the smile toka pale Sandra Official. Karibu. Sasa bato ambayo linaendelea sasa hivi ni bato kubwa sana. Bato la kwanza kabisa ni kati ya Sandra pamoja na Adrian. Adrian ameweza kupelekea moja kwa moja Sandra kuweza kuipoteza kazi ambayo anaitegemea kwenye maisha yake, kazi ambayo inafanya anaweza kutunza familia yake, kwa sababu tunafahamu Sandra ndo baba ndo mama ndivyo mzee wake yupo, lakini ndo hivyo anaumwa, amezidiwa hawezi kufanya kazi yoyote. Alafu mama yake tayari ameshafariki dunia, alafu mdogo wake Ana anamtegemea dada yake ambaye ni Sandra, kwa maana Sandra anapambana kwenye kila jambo. Lakini sasa Adrian anaamua kulipiza kisasi baada ya Sandra kuweza kuchana nyaraka zake. Hivyo direct on point anaamua naye kumfukuzisha kazi. Kwa hivyo kuanzia leo Sandra hana kazi. Muda ambao Sandra anafukuzwa kazi ndio muda ambao baba yake anazidiwa na muda ambao pesa nyingi mno inahitajika. Swali la kujiuliza, mzee atafariki dunia, mzee atapatiwa matibabu. Je, kama atapatiwa matibabu pesa itatoka wapi? Na kama akifariki dunia hali ya kina Sandra itakuwaje? Kwa sababu mambo ni ya moto kweli kweli. Tuendelee kufuatilia kwa hiki ambacho kinaendelea. Mimi nitakujuza kila kitu ambacho kipo, lakini niandike kupitia comment section hapo. Unaonaje? Sandra anahusika kwa namna moja ama nyingine kupelekea yote ambayo yanatokea, au kosa ni la Adrian moja kwa moja? Hebu niandike kupitia comment section. Hii ni The Link. Sasa kinachoendelea huku baada ya Adrian kuweza kuweka bato na Sandra, sasa ni muda rasmi wa Adrian kuweza kuweka bato pia na Rio. Bana Rio ni mdogo wake na Adrian, bato lipo kweli kweli kwa sababu wote wanachukiana. Rio hampendi kabisa Adrian kwa sababu Adrian amekuwa akipewa madaraka mengi zaidi kwenye familia. Kila kitu kizuri Adrian, jambo fulani Adrian, si Adrian. Lakini Rio anaangalia anasema, mimi kila siku mimi natolewa naweka pembeni. Kwani mimi bado sijakuwa? Mbona mimi umri umeshaenda? Nimeshaoa tayari na mimi nahitaji kupewa mamlaka fulani hivi. Lakini bado mzee wake na Adrian, mzee wake na Rio anakataa kabisa kumpa madaraka Rio na pia kumbeba na kumwambia kwamba Adrian ana experience kubwa zaidi kuliko Rio. Kwa hivyo Rio aweze kutulia tu kimya kimya. Battle limekuwa ni kubwa zaidi. Rio anataka mamlaka, Rio anataka ukubwa, Rio anataka atukuzwe na yeye kama anavyotikizwa Adrian, lakini bado wanaonekana kumpa nafasi ndogo sana sana. Battle ya tatu ipo kati ya Adrian pamoja na mke wake ambaye ni Winnie. Sasa hii sio bato kubwa hivyo, lakini Winnie anataka kitu fulani hivi somehow awe anarespectiwa, unajua romantic. So unajua tena wadada anataka mtu fulani romantic, au ile anakuambia kwamba mimi mwanaume wangu awe tu romantic. So unajua wanataka romantic. Sasa ukiangalia Adrian ana kazi nyingi sana kiasi kwamba hadi ajianzishe huo romantic bado lilikuwa umeisha. Hivyo penzi linakuwa linakuja linaondoka na hivi na hivi, lakini sio kikubwa hivyo.
Bato ambalo lina nguvu zaidi ni kati ya Rio pamoja na mke wake ambaye ni Suzy. Sasa hili ndio bato kubwa zaidi. Achana na ile bato la Adrian pamoja na Winnie. Wale at least wanaongea, kuna muda wanasupportiana na bebeleza na kubali. Lakini Rio hataki kumsikiliza hata mke wake ambaye ni Suzy. Na Suzy naye analeta mideko ya ajabu ajabu kwa sababu yeye ni last born, anataka hela, anataka kubebelezwa, kupetio. Alafu Rio sio mtu wa mambo hayo. Unajua kuna yule mtu anakuambia kabisa mimi mzee sio mtu wa mambo hayo. Yaani mimi sio vitu vyangu kwa kifupi. Sasa mtu akisha kwambia sio vitu vyangu kwa maana officially hivyo vitu atafanya vipi? Yeye hawezi kuingia. Bato zipo za kutosha kweli. Hadi sasa hivi uko bato gani kati ya hizo nilizotaja? Bato ya kwanza ni Adrian pamoja na Sandra, bato ya pili nipo na Adrian pamoja na Rio, bato ya tatu ni Rio pamoja na mke wake Winnie, bato nyingine ni Adrian pamoja na mke wake ni Rio pamoja na mke wake Suzy, alafu bato nyingine ni Adrian pamoja na mke wake Winnie. Sijui hali itakuwaje. Hebu endelea kufuatilia The Link. Sasa upande wa Prince huku anaendelea kumsisitiza sana Anna akubali kutoa ujauzito, lakini Anna analia sana. Anafahamu akitoa ujauzito ile hali itamtesa sana, akili yake haitakuwa stable, atakumbuka alivyoua kiumbe, kwa sababu ukitoa ujauzito tayari unaua kiumbe cha watu, hivyo itakuwa ni danger zaidi kwenye maisha yake. Lakini pia anawaza namna dada yake Sandra anavyompambania, halafu leo aje amwambie kwamba nina ujauzito, itakuwaje? Reaction itakuwa vipi? Sandra atamchukulia vipi mdogo wake Anna? Muda huo mzee wake amezidiwa sana. Sasa anajiuliza sana, kama nikipeleka hizi taarifa na ujauzito itakuwaje? Na kama nikitoa ujauzito ikitokea nikafariki na mimi itakuwaje? Na ndio maana imekuwa ni ngumu sana tena sana kwa Anna kuweza kufanya maamuzi ya kumkubalia Prince kwamba kweli atakubali kuweza kutoa ule ujauzito ambao upo tumboni kwake. Sasa sijajua hapa mambo yatakwendaje, kwa sababu tayari anaonekana hana ule moyo wa kuweza kufanya kile ambacho kinatakiwa kifanywe. Just imagine hiki kinachoendelea sasa hivi, na muda huu anarudi kwa dada yake, lakini bado dada yake anaendelea kumpa care, anaenda kumpa love, lakini bado inakuwa ni ngumu zaidi ya yeye kuweza kukaa fresh. Sasa sijajua upo upande gani hadi sasa hivi, kwa sababu yupo kwenye hali mbaya sana Anna. Kitu ambacho kinaendelea sasa hivi ni kuathirika kisaikolojia, na masomo yake pia yata drop out. Sasa baada ya Adrian kuweza kuingia kwenye bato pamoja na dada yake na Anna ambaye ni Sandra, anataka alipize kisasi. So kitu ambacho kinafuata what next ni kwenda kwenye kazi ambayo anaifanya Sandra kila siku, na kule alipoenda akatengeneza plan kila kitu chake ili mradi tu aweze kuingia kwenye mfumo Sandra. Na Sandra kweli akaja kwenye mfumo, wakati anamletea hivi juisi akamtega kidogo tu, alafu ile juisi ikamwagikia mshikaji. Mambo yakawa mabaya zaidi tena sana. Sasa kitu ambacho kinaendelea sasa hivi hapa itakuwaje? Mambo yamekuwa ni mengi kuliko muda umekuwa ni mwingi kuliko mambo yatakuwaje? Halo, ni hatari kweli. Hebu niandikie kupitia comment section hapo umeionaje hii kazi, na pia niambie upo timu gani hadi sasa, team Sandra au team Adrian au team Rio au team gani? Hebu niandikie kupitia comment section hapo. @Dukana_uji kijana msimuliaji. Good time. Hii ni The Link, nakuomba sana subscribe, na pia tunaweka YouTube channel link hapo, WhatsApp channel kwa ajili ya kujoin ile mradi mambo yaweze kwenda poa zaidi. Sina la ziada kwa sasa, see you next time.